Yesu ni Bwana. Are you ready? Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Tumuinue, 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 tumuinue. Inua. Inua, 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 inua. Yesu ni Bwana. Aya, unajua vile tunamuinua huyu Yesu? Twende. Inua Yesu, inua. Inua. 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 1, 2, 3, 12. Oh, Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. 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 Imba, imba, imba. 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 Yesu ni mwokozi wangu nami nitacheza. Cheza. Unachezanga wapi wewe? Cheza, cheza, cheza. Cheza, cheza, cheza. Teremuka, 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 teremuka. Yesu ni mwokozi wangu nami nitacheza. Cheza. 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 Cheza, cheza, cheza. Cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza. Cheza, cheza, cheza. Cheza. 1, 2, 3, 12. Yesu, 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 Umetukuka. Yesu, 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 Umetukuka. Yesu, 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 Umetukuka.
Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunakuheshimu, tunakutukuza asubuhi ya leo. Kwa neema yako na kwa nguvu zako, Mfalme Mungu ishiye milele na milele, tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya siku nzuri ambayo umeifanya, na neno lako linasema ya kwamba tukaweza kuifurahia. Ndiposa tumeingia katika nyumba hii ambayo imeitanishwa na jina lako, na ili tukaweza kukuinua na hata kulitukuza jina lako. Pokea utukufu wote na heshima zote, kwa sababu wewe ni Mungu ishiye milele. Zaidi ya yote tunakushukuru kwa sababu ya juma hili ambalo limepita. Mfalme Mungu wetu na Baba yetu, umetulinda kila mmoja wetu katika sehemu zetu za kazi. Mfalme, hakika umetulinda pamoja na jamii zetu. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Uinuliwe na ubarikiwe asubuhi ya leo, na zaidi ya yote tunakuomba ukaturehemu asubuhi ya leo, kwa maana wakati mwingine tunapotangamana na watu wengine, Jehova, tunajikuta ya kwamba tumekutenda dhambi pasipo kujua na hata kujua. Mfalme, asubuhi ya leo tunakuomba utusamehe na hata ututakase, na ili hata tunapotoa dhabihu la siku ya leo ikaweza kukubalika machoni pako. Ni kwa sababu Abeli alipotoa dhabihu yake, Mfalme, hakika hiyo dhabihu iliweza kukubalika kwa sababu alitoa kwa moyo ulio msafi. Asubuhi ya leo tunakuomba ukaweza kutusaidia, na ili jina lako linuliwe na ili jina lako libarikiwe. Asante ni kwa sababu ya kila mama ambaye amewakilishwa katika nyumba hii. Asante ni kwa sababu ya kila mzee ambaye asubuhi ya leo, hata na kwa vijana na kwa watoto. Mungu wa Israeli, tunatangaza ya kwamba baraka zako zitashuka juu ya maisha yetu, nasi tutaondoka katika nyumba yako tukiwa tumebarikiwa, kwa maana tumekutana na nguvu zako katika jina la Yesu. Mwimbaji akaimba akasema ya kwamba unapokutana na nguvu za Mungu, hakika unabadilika katika jina la Yesu. Tunakuomba ukatusaidie hata nasi kubadilika, Mfalme, wakati tutakapokuwa tukisikia hata na neno lako. Uinuliwe na barikiwa asubuhi ya leo. Ibada yote twaikabidhi mkononi mwako, tukijua Bwana utazidi kutulinda na hata kutuongoza, na kwako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Tushangilie Bwana katika jina la Yesu Kristo, kwa maana Mungu wetu ni mwema. Salimia aliye karibu naye, mwambie habari yako, habari ya siku ya leo, unakoje, umepitia wapi, umenenda aje? Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakika ni vyema kufurahi katika nyumba ya Bwana. Ndiposa hata Daudi, hili neno huwa analipenda sana, alifurahi wakati alipoambiwa enende katika nyumba ya Baba, kwa sababu kuna mambo mazuri alikutana nayo. Hata nasi asubuhi ya leo tutambue na tujue ya kwamba katika huu uwepo wa Bwana hakika tutakutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatukumbusha ama linatuambia kwamba wakati Nuhu alipotoa dhabihu yake, hakika manukato yale yakanuka mbele za Mungu. Jambo ambalo lilifanyika ni ya kwamba Mungu alishuka. Bwana Yesu asifiwe. Je, ambia mwenzako Mungu ameshuka leo. Mungu ameshuka, Mungu ameshuka. Najua Mungu ameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo ambalo lilifanyika baada ya Mungu kushuka, waliagana na Noa. Bwana Yesu asifiwe. Si hata nasi Mungu ameagana pamoja nasi, ametupa tumaini la kuendelea zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawakaribisha katika nyumba ya Mungu, mjisikie mahali ambapo panapendeza, mahali ambapo panafurahia, mahali ambapo unaweza mimina moyo wako pasipo kuogopa, kwa sababu unanena na Mungu aliye juu mbinguni sana, na anasikia maombi yetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawakaribisha wote, hata wanaotutazama, na wakaribisha wote katika nyumba ya Mungu, ya kwamba mnapojisikia mahali hata mlipo, mnapotutazama, tunapokuwa mahali hapa, hakika tutazungumziwa na Mungu, naye Mungu atakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Kwa hivyo tu appreciate hata na wanaotutazama katika jina la Yesu Kristo, tukiwaambia kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo kwa wakati huu, pasipo kupoteza muda, ningeomba kama kuna wageni ambao wametutembelea siku ya leo, kwa ishara tu ya mkono unaweza kutuonyesha, nasi tutashangilia kwa pamoja tukijua kwamba Mungu wetu anatupenda. Je, kuna mgeni ambaye ametutembelea asubuhi ya leo, hajawahi shiriki nasi, ni siku yake ya kwanza, hajawahi ingia mahali hapa? Tunamkaribisha katika nyumba ya Mungu. Yupo? Bwana Yesu asifiwe. Sisi tushangilie Bwana, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na hata anatupenda na hata anatujali. Kwa wakati huu ningeomba tuweze kutayarisha mifuko yetu, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba tunapoingia katika nyumba ya Mungu, tuingie tumebarikiwa, tutoe vitu vyetu,
kwa sababu hatujui ni nini ambacho Mungu atakachotuambia. Musa akamwambia Farao ya kwamba tupe ruhusa tuenende na vitu vyetu vyote, kwa sababu hatujui ni nini Mungu atakachotuitisha. Kwa hivyo asubuhi ya leo najua kwamba tumejitayarisha tunapotoa sadaka zetu na shukrani zetu mbele zake Mwenyezi Mungu, na najua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Walio nazo kwenye simu, hakika wakati huu ni wakati wa digital, wengine tunabeba kwenye simu. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Na wakati unapoenda kwenye simu yako, unaenda kwa paybill. Unapofika kwenye paybill, unakuta kunaulizwa paybill account, unasema 247 247, alafu account 471361, unaweka fedha, unarudi unaweka pin yako ambayo ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Na inafika mahali ambapo panastahili. Kwa hivyo karibuni Waves of Joy. Asante. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed Ay, 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 ay. name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Blessed Ay, ay, be ay, the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. 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 Baruch Hashem Adonai.
Barukashe Madonna, Barukashe Madonna, Barukashe Madonna, Barukashe Madonna, Baruga 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 Barukashe Madonna, Baruga 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 Barukashe Madonna, Baruga 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 Barukashe Madonna, 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 Baruga 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 Barukashe Madonna, Baruga 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 Barukashe Madonna, Barukashe Madonna, Haleluya, haleluya. Amen. Tushangilie Bwana kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamenena kwa lugha, si ndio? Niliona Mama Susan akitingiza wimbo hiyo kabisa. Imemuingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho ni Mtakatifu anatuzungumzia katika lugha zote. Najua kwamba kila mmoja wetu amezungumziwa na huo wimbo, hata ijapokuwa tuelewi kwa lugha gani nayo nena, lakini Mungu wetu ni mwaminifu, anazungumza nasi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Pentecost, Roho Mtakatifu aliposhuka, watu walinena kwa lugha mpya, wakanena kwa ndimi mpya. Watu wakashangaa, wakashindwa, na hawa wanazungumzaje lugha yetu? Unakuta director wetu anazungumza Kiturkana ile pure kabisa, na watu wanashangaa. Si ni Mkikuyu ambaye namjua anaitwa Kadhaia, na anaongeaje Kituru? Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka na ako miongoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Si tutayarishe makofi yetu tunapomkaribisha mama aje hatukaribishie mtumishi wa Mungu, akituambia kwenye mtumishi wa Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nilikutana mmoja akaniambia, kwani walimbeba? Walikuja na wakapita na yeye, atatuambia mahali yuko. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Amen. Haleluya. Pungie mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Tuna furaha kuwa katika nyumba ya Bwana. Amen. Kuna furaha katika nyumba ya Bwana. Kuna furaha katika nyumba ya Bwana, maana ametuweka huru, ametupa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kuchagua kuingia katika ibada zetu asubuhi ya leo. Wanaotufuata kwenye mitandao, Mungu wetu awabariki sana. Sasa nimeambiwa niseme penye mchungaji yuko. Ama mnafikiria alienda na wageni? Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mahali yako yuko salama na amenituma na salamu. Mzipokee, maana amesema nilisalimie kanisa la Bwana asubuhi ya leo. Mmezipokea? Alisafiri kidogo akaenenda, halafu siku hii ya leo na hudumu pale Nanyuki, na naamini ya kwamba anatutazama hata sasa kabla pengine hajaingia kwenye ibada. Na Mungu wetu ninajua ya kwamba mahali aliko yeye ni mwaminifu. Na asubuhi ya leo nichukue tu fursa hii, hata kama hapo baadaye Pastor Liza atatukamilishia, niwashukuru nyote kwa kazi ambayo mlifanya, kwa kazi ambayo mlitenda. Tumekuwa mahali hapa tangu wakati kulianza kupako rangi, kumekuwa tu kwa ajabu. Alafu tukarudi climax siku ya Alhamisi. Mkajitokeza kwa wingi, mkajituma kufanya kazi. Mungu tu awabariki sana. Mlifanya tukaheshimika, bishop wetu amefurahi. Wacha nisimalizie yote, maana kuna mwenye atakuja kukamilishia hiyo sehemu. Tulisikie neno la Bwana, si ndio? Hivyo tukaweze kusimama juu tukimwambia kwamba Bwana Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa. Yeye habadiliki. Yeye ni Mungu, jina lake El Gibo, Mungu mkuu juu ya yote. Na hivyo asubuhi ya leo, salimia jirani yako, mwambie wewe ni wa maana sana, na wewe ni wa baraka sana. Hakikisha umesalimia mtu, mwambie wewe ni wa maana, na umwambie ya kwamba yeye amebarikiwa. Salimia mtu, mwambie amebarikiwa. Yeye ni wa maana, yeye ni wa muhimu, yeye ana sehemu katika ufalme. Msalimie mtu ukimwambia anapendeza asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Maana tukiwa katika nyumba ya Bwana tunakuwa wa smart. Katika nyumba ya Bwana hakuna kuparara. Tunakuwa wa smart.
Hebu angalia jirani yako jameni, ameparara kweli? Si anapendeza? Na si ujipigie makofi kwa sababu Mungu ni mwema. Amen, katika jina la Yesu. Umefika wakati wa kumwabudu Mwokozi katika roho na kweli, maana yeye ni Bwana. Jina lake El Gibo, Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, maana yeye ni Bwana. Umefika wakati wa kumwabudu Mwokozi katika roho na kweli, maana yeye ni Bwana. Jina lake, jina lake juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, maana yeye ni Bwana. Jina lake Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, maana jina lake Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, maana yeye ni Bwana. Jina lake Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, hajawahi, maana yeye ni Bwana. Jina lake Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa kamwe, maana yeye ni Bwana. Tulibariki jina la Bwana asubuhi ya leo, maana yeye ni Mungu mkuu juu ya yote, hajawahi shindwa na hatawahi shindwa. Yeye hutushindania vita vyetu, yeye hutupigania. Mambo mengine hata hatuyajui, lakini yeye huenenda mbele yetu na kututegulia mitego yote. Tulibariki jina la Bwana asubuhi ya leo, maana yeye ni Mungu mkuu juu ya yote, katika jina la Yesu Kristo. Father, we bless you. Father, we worship you. Asante asubuhi hii ya leo Bwana. Asante maana wewe ni Mungu mkuu juu ya yote, haujawahi shindwa, maana wewe ni Mungu mkuu, Mungu wetu. Wewe hautuaibishi, tunakutukuza, tunakuinua. Jina lako ni El Gibo asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa uweza wako, asante kwa matendo yako, asante kwa uzuri wako, asante kwa wema wako asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa wewe ni mwema Bwana. Umefika wakati mwingine Bwana wa kulisikiza neno lako. Tuomba ya kwamba Bwana masikio yetu yakaweze kusikia ya ndani na ya nje Bwana kuhusu mausia yako asubuhi ya leo. Mtumie mtumishi wako asubuhi ya leo Bwana, anaponena pamoja nasi Mungu wetu, ukamtumia tu kama chombo cha heshima Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Tumekutolea sadaka na fungu zetu za 10 na matoleo mengine yote ambayo tumekutolea, tunazibarikisha mikononi mwako asubuhi ya leo, ziwe za baraka hata kwa kazi ambayo itaenenda kuifanya, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana na tunakushangilia, maana wewe ni Mungu mkuu juu ya yote, haujawahi shindwa Mungu wetu, na hautawahi shindwa Bwana. Hivyo tunaomba utusaidie kukuamini zaidi. Tunakupenda na tunakuamini, maana hakuna kama wewe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kusema, tuseme amen asubuhi ya leo, tunapomkaribisha Pastor Liz atuletee neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo.
tunaweza keti katika viti vyetu ambavyo vimebarikiwa asubuhi ya leo. Wacha nianzie mahali ambapo mama wetu ametufikisha. Kama vile ametuambia ni kwamba mchungaji wetu amesafiri na pia siku ya leo yuko kwenye huduma, na aliniuliza ya kwamba nikaweza kulishukuru kanisa lote kwa jumla kwa sababu ya jinsi ambavyo mlijitokeza siku ya Alhamisi, kwa jinsi ambavyo mlijituma katika kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pendukia jirani yako umwambie Rev amekushukuru. Pendukia huyo wa hiyo side nyingine mwambie Rev amekushukuru. Yes, alisema tuwasilishe shukrani zake za dhati kwa sababu ya jinsi ambavyo tuliweza kucheza kama sisi siku ya Alhamisi, na tukapamba siku ile na ibada zile, na ikawa ni ibada ya ajabu sana. Bwana asifiwe. Tunamshukuru pia Mungu wa mbinguni kwa sababu ya kutupendelea kwa kiasi kikubwa sana. Bwana asifiwe. Mungu alituneemesha. Si Mungu alitupendelea, wapendwa. Ibada ambayo ilikuwa imekusudiwa iwe ya watu 400, baada ya ushers wetu kufanya mahesabu, watu wakawa zaidi ya 700. Bwana asifiwe. Mungu alitupendelea kiasi kikubwa, nao watu wakajitoa. Mungu akapea watu the burden ya kutenda kazi. Yaani mpaka mchungaji alipokuwa anakaa hapa, wakati ambapo ilionekana kana kwamba viti, tuna uchache wa viti, si watu walijituma. Tent ya mankuli ikatolewa upande huu, ikawekwa upande ule, viti vikatafutwa. Wapendwa, mlijituma kwa njia kubwa. Si Mungu wa mbinguni awabariki? Mungu ambaye anabariki watenda kazi katika ufalme awakumbuke na awatendee mema. Na pia akaniuliza ya kwamba niseme ya kwamba pia Bishop aliwashukuru. Sasa pendukia jirani yako mwambie Bishop alikushukuru. Kwa maneno yake alisema ECC hawajaniangusha. Sasa pendukia huyo wa hiyo side ingine mwambie haukuangusha Bishop wetu. Si Mungu wa mbinguni awabariki? Ilikuwa ni ibada kubwa na tunamshukuru Mungu wa mbinguni. Wapishi wakacheza kama hao, kwa sababu walikuwa wamebudget 400. Na kwa neema ya Mungu chakula kilitosha. Bwana asifiwe. Wale ambao walikuwa wakiserve wakacheza kama wao. Bwana asifiwe. Unajua tunaweza kuwa tumepangilia alafu wakose kucheza kama wao, alafu watu waenende nyumbani wakiwa njaa. Imagine walicheza kama wao na tukaheshimika kwa njia kubwa, na kwa hivyo tuko na kila sababu hata ya kumshukuru Mungu wetu. Bwana asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hii moja kwa moja baada ya hapo pia kumshukuru Mungu wetu kwa sababu ya kunitunukia nafasi ya kunena pamoja nawe. Mungu pia anapoendelea kunena pamoja nami, ujumbe ambao amenielekeza kushiriki siku hii ya leo. Na hebu niseme tu kwa kifupi ya kwamba ujumbe huu Mungu aliweka katika moyo wangu yapata miezi 11 ama karibu mwaka mmoja uliopita. Na kila wakati ambapo nilikusudia na nikajiambia ya kwamba nitashiriki neno hili, ninakosa neema ya kushiriki siku ile. Bwana asifiwe. Na Mungu akawa amekusudia ya kwamba ujumbe huu ni ushiriki siku ya leo, maana majuma kadhaa ambao yamepita Mungu akawa ananiambia kwamba sasa huu ndio wakati wa kushiriki neno ambalo niliweka katika moyo wako karibu mwaka mzima uliopita. Bwana asifiwe. Na majuma mawili yaliyopita mchungaji akawa ameshiriki na amenieleza ya kwamba siku ya leo hatakuwa katika ibada, na akawa ameniuliza kushiriki
neno pamoja na kanisa. Na kwa hivyo ndivyo nika confirm ya kwamba ujumbe huu Mungu anataka ninene pamoja nawe, na pia anapoendelea kunena pamoja nami. Bwana asifiwe. Na theme ya ujumbe ambao nitashiriki pamoja nawe siku ya leo ni the battle of wills. The battle of wills. Kwa lugha ya Kiswahili tunaweza kusema ya kwamba kichwa cha ujumbe ni vita vya nia, ama mapambano ya nia, ama mapambano ya mapenzi. Na sio mapenzi love, bali mapenzi will. Na niseme tu katika utangulizi ya kwamba ninashiriki kuhusu mapambano ama vita vilivyoko katikati ya will yetu ama mapenzi yetu kama wanadamu, na pia upande mwingine mapenzi ya Mungu, kwa sababu there is the will of God concerning everything in your life, na pia there is your will. Kuna mapenzi ya Mungu na pia kuna mapenzi yako wewe mwenyewe, na mapenzi hayo mawili kwa wakati mwingine yanakinzana ama yanakuwa na mapambano. Na kwa hivyo siku ya leo ningependa kushiriki pamoja nawe ujumbe huu, na ninaamini ya kwamba Mungu atakuhudumia kama jinsi ambavyo anaendelea kunihudumia kupitia ujumbe huu. Na yawezekana mwingine ama wengine ambao wako katika ibada hii, ama wengine pengine wako katika ibada, wale ambao wanatufuata katika mitandao, yawezekana at this particular time in your life uko katika mapambano hayo. Pengine kuna mambo ambayo wewe mwenyewe ungependa uyatende, ungependa yafanyike katika maisha yako, na upande mwingine inakuwa ya kwamba pengine mambo hayo ambayo unayataka ama yale ambayo unapendelea yafanyike katika maisha yako, yawezekana upande mwingine hayako katika mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo unajipata ya kwamba uko vita ama uko katika mapambano, maana mapenzi haya mawili ama nia hizi mbili zinakuwa katika hali ya kukinzana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na somo kuu katika neno la Mungu ambalo linaongelea kuhusu mambo haya nitakayo yashiriki inapatikana katika sehemu tofauti tofauti katika Biblia. Na hivi majuma kadhaa ambayo yamepita, wakati ambapo tulikuwa tunajifunza katika Bible study yetu katika maandalizi ya Pasaka, mambo hayo niliyaguzia. Na kisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 26, matukio hayo yamenakiliwa katika Mathayo sura ya 26, na pia matukio hayo hayo yamenakiliwa katika kitabu cha Luka 22. Lakini matukio haya mawili, jinsi ambavyo Matthew ama Mathayo ana report na jinsi ambavyo Luke ana report, wamepeana majina mawili. Na katika kitabu kile cha Luke, alafu tutarudi tena katika Mathayo, kitabu cha Luka 22 mstari wa 39, Biblia ya Kiingereza inasema hivi. Nitasoma kwa Kiingereza lakini nitaeleza kwa Kiswahili. NIV version inasema hivi: Jesus went out. Luke chapter 22 verse 39. The Bible says, Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done."
Yet not my will but yours be done. Kisoma matukio yale yale katika Luka anasema Yesu alienenda in Mount Olives. Lakini ukikuja katika Mathayo, Biblia inasema hivi, Matthew 26 verse 36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Bwana asifiwe. Each and every day of your life, there is a war inside you. A silent war between what you want and what God wants. Kila siku ya maisha yako, kila siku unapoamka, kuna vita ambavyo huwa vinainuka. Na vita hivi ni vya almost every day of your life. Because katika kila siku kuna maamuzi ambayo unahitajika kuyafanya. Na kwa hivyo kila siku ambapo unaamka, vita vinainuka. Na vita hivi ni kati ya kile unataka, what you want versus what God wants for you. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na katika bustani lile la Gethsemane, ama kama vile Luke anavyo report Mount Olives, lakini nataka tutumie the account ya Mathayo. Kama vile ambavyo Mathayo anaripoti, Yesu akaenenda pamoja na baadhi ya wanafunzi wake, na akafika katika bustani hili la Gethsemane. Na katika bustani hiyo akaingia katika vita vya mapenzi mawili ambayo yanakinzana. And that is why Yesu anasema ya kwamba if it is possible, kama inawezekana, because he also had a will as a human being. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa na mapenzi yake ama nia yake kama mwanadamu. Naye anamuuliza baba yake ya kwamba ikiwa inawezekana, kama mimi personally Yesu kama mwanadamu ningeulizwa, Baba, niondolee kikombe hiki yangu. Bwana asifiwe. Lakini katika sehemu ya pili anasema, but not as I will, but your will be done. Bwana asifiwe. Katika hali ya kuvutana kwa mapenzi ama nia hizi mbili, anasalimu amri, anaelewa na kusema ya kwamba kuna yale mapenzi ya mambo ambayo mimi ningependa. Na kabla aseme maneno hayo, Biblia inatueleza ya kwamba alikuwa katika wakati ambapo alikuwa na huzuni tele. Na kwa nini alikuwa na huzuni? Kwa sababu kama mwanadamu, there is also always the fear of death. Bwana asifiwe. Kama mwanadamu, saa hizi tukiambiwa ya kwamba kifo kimevalia nguo ya mwanadamu na kiko katika ule mlango ule, kifo kimekuja kanisani, ndio kile kinaingia. Wapendwa, hautajua the young and the old. Maana ile mbio watu watakata. Wakati mwingine pengine unasemanga ya kwamba fulani hawezi kimbia haraka kwa sababu pengine yeye ni mzee. Lakini siku ya leo tukiambiwa ya kwamba kifo ndio kile kinaingilia kwenye mlango ule, hakutakuwa mtu mnono. Bwana asifiwe.
Hakutakuwa hata wale pengine wenye unasikianga, woi, mgongo inaniumanga. Bwana asifiwe. Ile mbio watatoka, kwa sababu as a human being there is always the fear of death. Bwana asifiwe. Na sasa Yesu akaingia katika nafasi ile akivalia vazi la mwanadamu, na alijua ya kwamba yalikuwa yamesalia masaa machache sana kwake kuelekea mtini. Bwana asifiwe. Alielewa na kujua kwamba pale mtini ni kukufa. Praise the Lord. Akaingiwa na hofu, akaingiwa na huzuni. Biblia inasema ya kwamba at one point anasema nina huzuni karibu kufa. Anaeleza the grief ambaye ilikuwa ndani yake. Na katika nafasi ile anasema, Baba, ikiwa inawezekana, kama yangalikuwa ni mapenzi yangu, ningeomba kikombe hiki kikaweza kuondolewa. Praise God. Na kwa hivyo Yesu anatupatia the best examples ya kwamba wakati mwingine sisi tuko na mambo yale ambayo tungependelea, lakini sasa wakati mwingine mambo hayo ni contrary ama ni kinyume na yale mambo ambayo Mungu angependelea katika maisha yetu. Praise the Lord. Na pengine nikitoa illustrations, najua mahali hapa tuko pengine na wanafunzi, and sometimes as a student you study so hard, unasoma kwa bidii, unawekeza muda wako kusoma kwa bidii sana, lakini wakati ambapo unafanya mitihani na matokeo yanatokea, mambo kwa ground ni different. Kuna watu wanasemanga hivyo. Bwana asifiwe. Najua tuko na wazazi. Wakati mwingine kama mzazi, yawezekana umeinvest so much kwa mtoto, umemlipia school fees, umenunua textbook, revision materials umezinunua, na ulinunua ukiwa na matarajio ya kwamba pengine you had an expectation ya kwamba mtoto yule atapata grade fulani. Bwana asifiwe. Lakini wakati ambapo results zinatoka, inakuwa ile grade ambayo ulitarajia sio ile ambayo mtoto wako amekuletea. Praise God. When our will battles with the will of God. Bwana asifiwe. Wakati mwingine yawezekana you have prayed for something. Umeombea jambo, na baada ya kuliombea jambo lile kwa muda, unatarajia ya kwamba Mungu atakujibu sawa sawa na kile ambacho uliomba. Bwana asifiwe. Lakini badala yake inakuwa ya kwamba maybe haupati jibu, ama kile ulichoomba Mungu anajibu na kitu tofauti. Praise the Lord. Praise the Lord. Nimetangulia kwa kusema ya kwamba ujumbe huu Mungu aliweka katika moyo wangu miezi 11 ama karibu mwaka mmoja uliopita. Wale ambao wamefanya hesabu ya haraka wamejua ni wakati upi. Ni wakati ambapo nilijifungua mtoto wangu mdogo. Praise God. That is when Mungu aliweka ujumbe huu katika moyo wangu. Bwana asifiwe. Alikuwa akiweka katika hali ya kunihudumia. Praise the Lord. Maana nilikuwa nimeomba, na katika maombi yangu nilimuuliza Mungu ya kwamba nibariki na mtoto mvulana. Bwana asifiwe. Na mume wangu akaniambia, akakuwa throughout the pregnancy, umeenda
ultrasound. Na nikawa ninamwambia ya kwamba sitaenda, maana najua Mungu atanibariki na boy, na sitaenda. Praise the Lord. When you pray for something and God gives you another thing. Na katika delivery room, wakati ambapo nilifika wakati wa kujifungua, tulikuwa mimi na madaktari na sister yangu na mume wangu. Bwana asifiwe. Na baada ya kujifungua, daktari akatueleza ya kwamba you have been blessed with a beautiful baby girl. Moyo wangu ukainama. Na nitakuambia kwa nini ulikuwa umeinama. Bwana asifiwe. Moyo wangu uliinama sana. Turudi nyuma. Ama siku nyingi ambazo zilikuwa nyuma. Before I conceived my fourth born, miezi kadhaa kabla ya kushika ujauzito wa yule mtoto, nilidhihakiwa. Praise God. Na siku ya leo ninahisi kukuambia usiwahi kumdhihaki mtu ambaye hana kitu fulani. Praise God. Usiwahi, ukikuta mtu ambaye hajabarikiwa na mtoto, usiwahi kumdhihaki na hiyo ground. Sio hekima, ni upumbavu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na kwa nini ninasema mambo haya? Because it is a testimony, because nilisha move on from the point of being hurt. Bwana asifiwe. Usiwahi kumdhihaki mtu ambaye hana kitu. Ukiona msichana amekawia kwa miaka, hajaolewa, usiwahi kumdhihaki. Yawezekana ameomba, amefunga, ameenda kwa milima, ametoa dhabihu, amefanya mambo yote. Bwana asifiwe. Na miezi michache kabla ya kushika mimba ya huyu mtoto, nikadhihakiwa na dhihaka ambayo nilihisi ni kama kisu ambacho kilidunga moyo wangu. Bwana asifiwe. Maana dhihaka ile ilikuwa na maneno mazito. Praise the Lord. Ni huyu tu ambaye nimekuwa nikiwahubiria kwenye madhabahu haya. Praise God. Na katika dhihaka ile nikaambiwa maneno ya kwamba sitawahi kumshika wala kumnyonyesha mtoto mvulana katika maisha yangu yote. Na hakuachia hapo. Akaniambia kwamba hutawahi kuwa a mother-in-law to a daughter. Bwana asifiwe. Leo ninacheka because I moved on beyond the heart. Na sina uchungu tena. Praise God. Maneno yale yaliumiza moyo wangu kwa kiasi kikubwa. Yaliponidunga kama kisu, yakararua nyama za moyo wangu. Nilimlilia Bwana sana. Lakini sasa kuna mahali nilifanya makosa. Bwana asifiwe. Nilimlilia Bwana because I wanted to prove a point. Nilimlilia Bwana kwa sababu nilimuomba na kumuuliza, nilienda milimani, nilifanya vyote, nilitoa dhabihu. Nilitoa hata sadaka ya shukrani nikimwambia Mungu ni asante, maana ninajua umenisikia na utanitendea sawa sawa na matamanio ya moyo wangu. Praise God. Nililia Mungu nikiwa na motive ama nia ya kuprove a point ya kwamba maneno yale sio kweli. Praise God. Siku ya leo nahisi kuongea na wewe ambaye kuna jambo umeliomba na umeliomba kwa muda mrefu, lakini
Motive yako ya kuliombea lile jambo ni kuprove point. Mungu hasikiangi maombi ya kuprovia watu point. Bwana asifiwe. Wash, cleanse your motive. Praise God. Safisha nia yako. Ikiwa unamuomba na kumlilia Mungu, ikiwa unaenda milimani, prayer center, unakuja mikesha, unakuja morning devotion, unatoa dhabihu na maombi yako na mfungo wako unafanya so that you prove a point to somebody. Siku ya leo nimekuja kukudisappoint ya kwamba Mungu hasikii na kujibu maombi ya kuprove a point. Yeye ni Mungu na mapenzi yake yanasimama daima. Praise God. Kwa hivyo, katika maombi ambayo tunafanya, unaomba uinuliwe. Lakini, what is your motive? Unapoomba uinuliwe. Is it so that so and so akuheshimu maana umeinuliwa? Wrong motive. Mungu hatajibu hiyo. Praise God. Unaomba utumike katika viwango vya juu. What is your motive in that prayer? Is it so that uonyeshe watu ya kwamba Mungu ananitumia kwa kiwango cha juu? Wrong motive. Utabaki katika kiwango hicho ambacho uko until usafishe motive yako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na kwa hivyo nikakuwa na motive. I wanted to prove to so and so ya kwamba hayo maneno, siku moja nitakuwa na daughter in law. Siku moja nitanyonyesha mvulana. That was the motive. It was a wrong motive, wapendwa. Bwana asifiwe. Na huu ujumbe ndio Mungu ambaye ameniambia nishiriki siku ya leo na wewe. Praise God. You pray for something, but you do not get that what you pray for. God gives you something else. Mtoto huyo ninampenda sana. Kwa sababu katika wakati huo, wakati ambapo nilikuwa katika hali ya kuuliza Mungu maswali, ya kwamba gai Mungu, kwani yale maneno yalikuanga ni ya ukweli? God atawekwa ni ya uko serious? Bwana asifiwe. Kwani umeconfirm maneno yale? Katika wakati ambapo nilikuwa nina maswali mengi sana mbele za Mungu, that is when God gave me this message. When your will is different from God's will. Bwana asifiwe. You pray for something, God gives you something else. Wakati mwingine you want to do what is right, but there is a pressure outside telling you to do something else. Wakati mwingine unataka kuenenda hii njia, na hiyo njia iko katika mapenzi ya Mungu, lakini pengine pressure ya marafiki, pressure ya jamii, pressure ya uchumi, pressure ya mambo ambayo yanakuzunguka inakuwa too much, na inakuambia badala ya kupitia njia hii, pitia njia hii nyingine. The battle of wills. Bwana asifiwe. Your will says, I want this. But sometimes God's will says, not that one, but I will give you something else. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mapenzi yako yanasema, ninataka hiki, nataka ile saa. Lakini mapenzi ya Mungu yanasema, hapana, sitaki kukupatia ile saa, badala yake nataka kukupatia hii screen. Praise the Lord. And sometimes kwa sababu ya mkinzano huo na mapambano hayo ya mapenzi, you feel weak. Bwana asifiwe. Wakati mwingine unafika point na unasikia umeishiwa na nguvu. Maana kile kitu ambacho unakitaka sana na unakitafuta kwa nguvu zako zote, Mungu anataka kitu kingine. Na nguvu zako zinakuishia ukikimbizana na mapenzi yako.
Maana Mungu ni kama unakimbiza kitu na Mungu ameshika nguo yako huku nyuma. Wewe ni kwenda unaenda, lakini Mungu amekushika nguo nyuma. Sasa usongi, unapambana tu. Na Mungu anakuzuilia, anakaa. Ukitaka kwenda anakaa anakuvuta. Ukitaka kwenda anakaa anakuvuta. Na katika mapambano yale, nguvu zako za kimwili zinakuishia. Praise the Lord. This afternoon, maana imefika afternoon, nimekuja kukueleza ya kwamba in the battle of wills, katika mapambano hayo ya mapenzi yale mawili, katika vita vile vya mapenzi yale mawili, mapenzi yako na mapenzi ya Mungu, there is a moment that changes everything. Praise the Lord. Kuna nyakati na wakati ambao unabadilisha mambo yote. Na wakati huo, or that moment, is the moment ambayo Yesu anasema, yes, hiki ndicho ninachotaka, lakini mapenzi yako Baba yangu ni haya. Anafika a point, that moment that changes everything. And that is the moment of not my will, but your will be done. Bwana asifiwe. That is the line where destinies are decided. Katika line hiyo inaweza kuonekana kana kwamba ni line ambayo haina maneno mengi. That line, the line, not my will, but your will be done. Hiyo ndiyo point ambapo hatima za wanadamu zinakuwa decided. Praise the Lord. Praise God. Kwa mfano, pengine kuna mambo ambayo ama kuna pengine disagreement ambayo imeingia. In that line, you want revenge. God says, I do not want you to revenge. Forgive. Bwana asifiwe. Unataka kurevenge, maana unaona ya kwamba umekosewa sana. Unaona ya kwamba umeumizwa sana. There is a line, there is a moment that changes everything. Ile saa ambayo utagutuka na useme, yet I wanted revenge, lakini yet not as I will, but your will be done. Mungu anakupatia neema ya kusamehe instead of revenge. Praise God. Bwana asifiwe. Sometimes unataka kukaa mahali pamoja, in a place of comfort, lakini Mungu hataki uendelee kukaa pale. Mungu anakushurutisha ya kwamba ninataka kukutoa mahali hapa. I want you to grow. Praise God. Bwana asifiwe. Nataka ukue, lakini wewe wili yako inataka kuendelea kukaa mahali pamoja kwa sababu that is the place of your comfort. This afternoon nimekuja kukuambia ya kwamba katika mapambano hayo ambao unataka kukaa hapo, lakini Mungu anataka utoke, maana anataka ukue, anataka uexpand. It is a time ufike point ya kusema not my will, but your will be done. Praise God. That moment, that choice is your Gethsemane moment. Katika nafasi hiyo, katika maamuzi hayo, ya kwamba wewe unataka kufanya maamuzi haya, lakini Mungu anakuelekeza ya kwamba no, sitaki ufanye maamuzi haya, badala yake nataka ufanye maamuzi hayo mengine. Nataka utambue ya kwamba that is your Gethsemane moment. Sasa it is upon you to choose either your will or the will of God. Bwana asifiwe. Praise God. Wakati ambapo Mungu katika kitabu cha Genesis alimwambia Abrahamu aenende akamtoe mwana wake Isaka. Kumbuka huyu mwana, Abrahamu na Sarai walikuwa wamengoja Mungu kwa miaka mingi.
Praise God. Walikuwa wamengojea, and then wakati ambapo tena Mungu amewabariki, Mungu tena anataka kuchukua huyu mtoto. Mungu anamwelekeza Abrahamu na kumwambia amtoe mwana wake Isaka. Abraham was in a Gethsemane moment, a moment ya kuamua akae na mtoto ama amheshimu Mungu. Praise God. And sometimes kuna mambo hayo ambayo yanakinzana katika maisha yetu. Wakati ambapo unafika uko na maamuzi, either wafanye hivi, lakini wewe mwenyewe unajua ukifanya maamuzi haya wewe na Mungu mumepoteana. There is a choice between doing this or obeying God. Tunaona ya kwamba Abrahamu alichagua kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Jana nilikuwa nikifikiria, nilipokuwa ninaendelea kupitia ujumbe huu, nilifikiria ya kwamba I think, hiyo ni mawazo yangu, I think the reason Abraham hakumwambia Sara, Mungu amesema twende tukatoe huyu mtoto, aliona ni kama pengine angemtupisha mbao. Bwana asifiwe. Hivyo ndio mimi nilikuwa nafikiria jana. Kwa sababu wamama na watoto there is a bond yenye ni strong sana. Bwana asifiwe. So nilikuwa ninafikiria, na nilifikiria mambo mengi mpaka nikaanza kucheka peke yangu. Nikajiambia kwa sababu ya that act of obedience, Abraham anaitwa the father of. Nilicheka penye nilianza kufikiria kwa nini Sara hakuitwa mama wa imani? Kwa sababu mahali penye pana father of faith, si father wanakuwa na mother. Nilianza kucheka peke yangu because hakuna mahali tunaona Sara ameitwa mama wa imani. Si tunaona tu baba. Mpaka nikasema, nikajiambia siku ingine ni kama tutakuja Bible study, tuulizanenge tu maswali yenye mtu anafikirianga tu, theological questions, alafu tuchambue maswali mengine tupate answer. Forum tu moja tu, open forum ya kuuliza tu maswali yenye si ati tunafunzwa topic fulani. Ndugu Mbati asinisikie. Tukuja tu tuulizane tu maswali, because utakuta ya kwamba pengine hao watu kuna mambo tu wanafikirianga tu maswali mengi yenye wajuangi. Sasa jana nilikuwa nikijiuliza, ama pengine vile Abraham aliona pengine Sara atamkataza kwenda kutoa dhabihu ya Isaka, na inawezekana hapo ndio alikuwa disqualified, asiitwe mama wa imani. Okay, tutafikiria, that is just as a by the way. Bwana asifiwe. But the central truth, kweli ambayo ni ya kimsingi katika hadithi ile ya Abrahamu, ni kwamba he never understood exactly how God works, but he obeyed. Bwana asifiwe. Hakuelewa. Unipee mtoto alafu tena unataka kumchukua. Hakuelewa. He never understood. Mungu wakati mwingine kwani anafanyanga aje kazi? Akupee kitu alafu tena akunyang'anye. Hakuelewa. But despite that, he obeyed. Bwana asifiwe. In your Gethsemane moment, katika nyakati zako za Gethsemane, you don't need full understanding, but to give full obedience. Hauhitaji ati ukuwe na information yote, uelewe exactly Mungu anataka hivi na hivi na hivi. When God tells you, ama ukifika katika nyakati ya kuchoose, katikati ya mapenzi yako na mapenzi ya Mungu, you don't need full understanding. Kile kitu ambacho unahitaji is full obedience. Praise the Lord. Abraham hakuelewa all the details. By the time alikuwa anaanza safari kuelekea mahali ambapo Mungu alikuwa amemwagiza, hakukuwa na details zote. Hakukuwa na akienenda mpaka akifika mahali akaacha wale
wafanyikazi wake nyuma na wakaendelea na mtoto wake, hakukuwa na details kwamba kuna kondoo. Praise the Lord. You don't need all the details. You don't need to understand everything. All you need is to give your full obedience to God. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo ninapenda kusema ni kwamba running away from God's will doesn't solve anything. Kutorokea mapenzi ya Mungu haisuluhishi chochote. Ebu angalia hadithi ya Yona. Mungu anamwambia Yona ya kwamba anataka aende Nineve. Na Yona akakuwa katika mapambano haya mawili. His will was to go to Tarshish. Mapenzi yake yalikuwa kuenenda na kuhubiri Tarshishi. Lakini mapenzi ya Mungu yalikuwa aenende akawahubiria wale watu wa Nineve ili Mungu awaonee huruma, wakitubu awaokoe, awasamehe, awaepushe na ghadhabu yake. Na sasa Yona anakuwa katika the Gethsemane moment. A Gethsemane moment is a moment of choosing between your will and God's will. Yona akaamua kufanya maamuzi ya kuchagua mapenzi yake. Na katika mapenzi yake akatorokea the will of God. Lakini kwa sababu ya kukosa kuchagua mapenzi ya Mungu na kuyatorokea, akapata a great storm. Na tunajua mambo ambayo yalimpata Yona. Na kwa hivyo mchana wa leo nimekuja kukueleza ya kwamba wakati ambapo unatorokea mapenzi ya Mungu, haujasuluhisha chochote. Rudi. Praise God. Ikiwa kuna yeyote yule ambaye ananisikiza katika ibada hii na yuko mbioni akitorokea mapenzi ya Mungu, I have come to tell you, go back. Go back and choose the will of God. Bwana asifiwe. Wakati mwingine njia ambazo tunatorokea mapenzi ya Mungu is by avoiding responsibilities. Wakati mwingine umepewa ama Mungu amekupatia majukumu na unafika mahali unaanza kutorokea those responsibilities. Praise God. Yawezekana Mungu amekuweka na kukuposition katika kanisa hili as an usher. Ushers, mniruhusu niwatumie kama example. Na hakuna kitu chochote ambacho ninajua, I'm just saying it. Wakati mwingine pengine Mungu amekuposition katika nyumba hii na katika hekalu hili kama usher. Na pengine unafika mahali, pengine kwa sababu ya the way maybe you relate, unaanza kutorokea that will of God. Hapo ushering ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yako yalipo. Lakini kwa sababu ya sababu moja ama nyingine, unaanza kutoroka. Unakuwa kama Yona. Ni vile tu hatukuoni ukikimbia. Lakini inawezekana unaanza kutoroka, unaanza kuavoid responsibilities. And that responsibility sio mwanadamu ambaye alikupea, ni Mungu amekupea. Mchana wa leo nimekuja kukuambia, go back. Tekeleza majukumu ambayo Mungu amekupatia. Praise the Lord. Maana majukumu hayo sio mwanadamu aliyekupatia. Sio Ng'ang'a au Afoma, sio Reverend Charles, lakini Mungu amekuweka hapo akiwa na makusudi yake. Praise God. Wacha kuwa kama Yona. Sometimes mambo ama jambo lingine ambalo ama one way ambayo pia tuna run away from God's will is to ignore convictions. By ignoring convictions, wakati mwingine Mungu anatuconvict. Wakati mwingine Mungu anatunenea. Anakunenea. Na the more anaendelea kutunenea, tunaendelea kuignore that conviction. Maybe Mungu ananena ya kwamba unahitaji kubadilika, ya kwamba mimi ninahitaji kubadilika.
Lakini tunaanza kutoroka because that conviction is the will of God. Tunaanza kutorokea mapenzi yale ya Mungu. Praise God. Jana nilipokuwa nina go through hii notebook, nilienda nyuma, maana in the recent past nimekuwa nikiandika mahubiri yote, hata yale ambayo tunahubiriwa kanisani. Na katika hali ya kuangalia, nikarudi nyuma na kuona ya kwamba majuma, I think 2 Sundays ago, kuna neno ambalo mchungaji alitunenea kuhusu Saul alipoambiwa aende atafute punda wa baba yake. Na mchungaji akawa anatuambia ya kwamba kwa kina Saul kulikuwa na watumishi, lakini alinyenyekea akaobey. Na mchungaji akatuambia ya kwamba destiny yake ilikuwa connected na his obedience. Ilikuwa connected na kunyenyekea kwake na kutii. And then nikaendelea kurudi notes nyuma. Nikakuta siku, I think sijui ni siku ya kwanza ambayo tumekuwa na revival. Nikakuta message hizo zinakuwa ni kama zinashikana. Siku ambayo bishop wetu, askofu wetu, alikuwa anatuambia kuhusu humility. Anasema na akawa anasema ya kwamba wakati mwingine kuna mikutano ya departments baada ya ibada, na unasikia watu wanakutana mahali pale, lakini kwa sababu hauna humility, wewe unafanya nini? Na nikawa nina relate. Sometimes Mungu ananena same messages, different speakers. Bwana asifiwe. But those convictions, Mungu anatunenea, anatuconvict, anatuconvince, anatuletea watu tofauti tofauti wanene ujumbe ule ule. Are we ignoring them? Ama tunasikia sauti ya Mungu? Because sometimes the will of God is in those messages. Praise God. Lakini ikiwa we will ignore, then tutakuwa tunaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu na kufuata our own will. Bwana asifiwe. Yona akatoroka, akimbia. Lakini katika kukimbia akawa amejipata katika gharika kubwa, ama a great storm. Jambo lingine ambalo ninapenda kusema, hiyo running away from God's will doesn't solve anything, hiyo ilikuwa number 2. Number 3, half obedience is still disobedience. Yani unatii nusu. Kutii nusu kunaitwa kutotii. Praise the Lord. Wakati ambapo unajipata katika maamuzi ya kwamba this is your will, lakini mapenzi ya Mungu ni haya, wakati ambapo unatii kidogo, bado wewe utahesabiwa kwa watu ambao wako disobedient to God's will. Praise God. Bwana asifiwe. Sometimes we think, at least I have done something, at least I have tried. Hivyo ndivyo mawazo yetu ya kibinadamu. At least nimejaribu. Si ati sasa nilikosa kutii yote. Nilitii kidogo, nilijaribu kulingana na uwezo wangu. Hivyo ndio wakati mwingine tunajifarijingi. Mchana wa leo nimekuja kukuambia ya kwamba God is not asking for partial but full surrender. Mungu hakuulizi ya kwamba usarenda kidogo, ya kwamba ufanye kidogo, ya kwamba ujaribu kidogo. Mungu anakuuliza ya kwamba muobey fully. God wants full surrender to his will, sio manusu manusu. Bwana asifiwe. Praise God. Sometimes we do things or we follow God when it's convenient. Wakati mwingine tunafuata Mungu ama tunajaribu kufanya mapenzi ya Mungu wakati ni convenient. Na wakati ambapo si convenient, tunafanya mapenzi yetu. This afternoon I've come to inform you that God expects full surrender to his will.
Sometimes we do right when in public, but when in private we are doing our own things. Wakati mwingine, wakati ambapo tuko mahali ambapo pana watu, tunafanya mambo mazuri, tunaonyesha ya kwamba because hatutaki kuchoma picha kwa watu, tunaonyeshana ya kwamba we are doing right, lakini tunafanya only in public ili tuonekane ya kwamba sisi hatukuangi wabaya, sisi hatukuangi waremi ama wakatili. Waremi ni wakatili, kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Praise God. Lakini in our private life tunafanya mambo yetu. I have come to tell you, God expects full surrender to his will. Mungu anataka umtii in public, umtii in private. Katika sehemu zote mbili ama nyanja zile mbili za maisha yako, Mungu ana expect utii mapenzi yake kwa ajili yako. Sometimes we obey God in some areas, but not all areas. Tumechagua sehemu zenye tutamtii Mungu na tutaobey mapenzi ya Mungu, lakini ikifika ni area hii, Mungu wachana na mimi. Bwana asifiwe. Praise God. Mungu anataka all areas ya maisha yetu, iwe ni spiritually, iwe ni socially, the way we relate na watu. Mungu anataka his will be done. Praise God. Because hatuwezi tukasema ya kwamba spiritually sisi tuko fiery for God, sisi ni wa moto. Hata mtu akikukaribia maisha yako ya kiroho, unamchoma tu, ni vile wewe ni moto. Lakini sasa ikifika relationships, hamuelewani na watu. Kuwa na balance, mpendwa. Praise the Lord. Have a balance. God and I expect all areas we surrender fully to him. Bwana asifiwe. Praise God. One central truth, ukweli wa kimsingi katika ile point ni kwamba delayed obedience, partial obedience, selective obedience, all of it is disobedience. Ukidelay ya kwamba Mungu si leo, nitafanya mapenzi yako kesho, leo tu wacha nifanye yangu, delayed obedience, bado inaitwa disobedience. Wakati unafanya partial obedience, yani unamtii sehemu hizi lakini hizi sehemu zingine haumtii, hiyo bado inaitwa disobedience. Hata wakati uko na selective obedience, hiyo yote bado inaitwa obey God fully, maana hivyo ndivyo anapenda na maisha yako na pia na maisha yangu. Point number 4, ninaelekea kumaliza. Point number 4 is that one yes can change your life. Kusema ndio moja tu inaweza kubadilisha the whole of your destiny. Bwana asifiwe. Ndio moja tu inaweza kubadilisha hatima yako. And sometimes that one yes is very costly. Hiyo moja tu ya kusema ndio Bwana, not my will but your will be done. Sometimes it is very costly, because sometimes that one yes demands that you walk away from toxic people. Bwana asifiwe. Sometimes hiyo ndio moja itaanza kukuseparate na watu. That is why nimekwambia ndio moja inaweza kuwa very costly, because sometimes we have associations, tuko na mahusiano ambayo hayapo katika mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo wakati ambapo unasema that one yes, ambao unasema ndio Bwana, sasa nimekubali ya kwamba nitatenda mapenzi yako, sasa inaanza that yes kukutenganisha na hao marafiki, because that relationships, those friendships wakati mwingine ziko kinyume na mapenzi ya Mungu. But
mchana wa leo nimekuja kukuongelesha na kukuambia, na Mungu anaendelea kunihudumia na ujumbe huu by the way. Hata ninapoendelea nimekuja kukuambia ya kwamba hata kama hiyo yes ndiyo Bwana, ninasema ndiyo kwa mapenzi yako, hata kama itakucost mahusiano, marafiki, believe you me, it is the best for you. Bwana asifiwe. It is the best for you and for me. Praise the Lord. Katika hali hiyo, napenda ujiulize, which areas, ni sehemu zipi za maisha yako umekosa ama umeendelea kufuata mapenzi yako na umekosa kumwambia Mungu, ndiyo Bwana, sasa nakubaliana na wewe. Sasa nakubaliana na mapenzi yako. Nimegundua ya kwamba nikienda katika mapenzi yangu nina fail. Fikiria, ninapoelekea kumaliza, fikiria the areas in your life ambaye umevutana sana na Mungu. Umekuwa na mapambano sana. Mungu anataka uenende hivi, lakini umekuwa ukienenda kinyume na vile ambavyo anapenda. This afternoon, nimekuja kukuambia kwamba there is grace to say yes to the will of God. Kuna neema ya kusema ndiyo kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Your obedience might not make sense now, but later it will. Hiyo ndio moja, kwa wakati huu inaweza kuwa ni kama hai make sense. Ni kama kusema ndio kwa mapenzi ya Mungu inaweza kuonekana kana kwamba umefanya decision ya kipumbavu. Lakini ingawaje leo inaweza kukosa ku make sense, in future it will make sense. Utaanza kujiambia, ukiangalia nyuma uone ni kwa nini Mungu hakutaka uenende katika njia hiyo ambayo ilikuwa katika mapenzi yako, and instead akataka uelekee katika njia tofauti. Praise the Lord. Na ninapomalizia, pointi ya mwisho ni kwamba victory starts before the outcome. Ushindi unaanza kabla ya matokeo. Yesu katika bustani lile la Gethsemane, in his Gethsemane moment, alipave way na akaachilia mapenzi ya Mungu yafanyike. Na baada ya hapo akaelekea katika msalaba. And this afternoon nimekuja kukuambia ya kwamba the cross was not the first victory. Hapo msalabani, hiyo sio ilikuwa victory ya kwanza. Huu haukuwa ni ushindi wa kwanza. Ushindi wa kwanza ulikuwa Gethsemane, wakati alisema not my will but your will be done. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unachagua the will of God, pale mbele pana victory. Hapo mbele pana ushindi mkubwa. Hapo mbele pana baraka kubwa, pana neema kubwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kuna neema kubwa, lakini wakati ambapo unaweza kufanya maamuzi ya kuelekea into your will, hapo mbele there is defeat. Hapo mbele there is shame. Praise God. Yawezekana saa hizi hautaona, lakini pale mbele ukichagua mapenzi yako, pana kushindwa, pana kung'ang'ana, pana aibu. Lakini wakati ambapo tunasimama na hata ukiona ya kwamba it is very costly kusema ndio kwa mapenzi ya Mungu, hapo mbele pana ushindi mkubwa. When Jesus said yes to the will of God in Gethsemane, hapo mbele palikuwa ushindi mkubwa. Hapo ndipo aliposhinda kifo na mauti. Praise God. Hapo ndipo alipopata ushindi, wewe na mimi tukapata
ukombozi. Bwana asifiwe. Na kuna mambo ambayo tunayapitia. There is a decision that needs to be made. Kuna maamuzi ambayo yanahitajika yafanyike. There is a struggle. There is a calling. Pengine kuna mwito ambao Mungu amekuwa akikunenea. Amekunenea. Ya kwamba katika mwito huu, hapo ndipo mapenzi yangu mimi Mungu yalipo. There is a sacrifice ambayo pengine unahitaji kufanya ili kupisha mapenzi ya Mungu kufanyika katika maisha yako. This afternoon, as I conclude, nakuja kusema heaven is waiting on one sentence from you. And that sentence is, not my will, but your will, O God, be done in my life. Mbingu inangoja ufanye maamuzi. Mbingu inangoja ufanye maamuzi. Na maamuzi yale ni ya kusema, sio mapenzi yangu, bali mapenzi yako Bwana yakaweza kutimia. Simama kwa miguu yako. Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimie. Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe, sio kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Nawe omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Nawe omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. tuimbe Gethsemane Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili Yako na yangu, kampa nguvu akashinda. nawe omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Sijui ni mapambano yapi yamekuwa katika maisha yako. Umepambana, uko na mambo ambayo unayataka kama mwanadamu na yako katika mapenzi yako, lakini kwa upande mwingine kuna yale ambayo Mungu anayataka na anayapendelea kwa ajili ya maisha yako. Kwa dakika moja ninapenda uenende mbele za Bwana, umwambie akakusaidia, akakupatia neema ya kupave way for his will to be done in your life. Maana mapenzi ya Mungu yanakuja na baraka. Mapenzi ya Mungu yanakuja na ushindi. Mapenzi ya Mungu yanakuja yamebeba neema. Mapenzi ya Mungu yanakuja ikiwa yamebeba mambo mengi sana. Nataka umwambie Mungu ya kwamba katika maeneo ambayo umekuwa uking'ang'ana kwa yale mambo ambayo unayataka, Mungu akupe neema ya kusema ndio kwa mapenzi yake. Father, in the name of Jesus, kuna yale mambo ambayo tunayatamani kama wanadamu. Kuna yale mambo ambayo tunayapendelea, tunayashaukia kama wanadamu, lakini yale mambo hayapo katika mapenzi yako. Kwa upande mwingine unatuambia ya kwamba, na umetuonyesha, umetuelekeza ya kwamba mapenzi yako ni tofauti na yale ambayo tunayataka. Naomba neema Bwana ya kusema ndiyo kwa mapenzi yako. Naomba neema Bwana, wale ambao wako katika bonde la uamuzi, kufanya maamuzi, hawajui wafanya maamuzi yapi, maana mapenzi yao na mapenzi yako
yamekinzana, o Bwana, ninawaombea neema siku ya leo. Neema, Bwana, sasa ya kuachilia na kuachana na mapenzi yao, na kuomba ya kwamba mapenzi yako yakaweza kutimia katika maisha yako. Naomba ya kwamba ukaweza kuonyesha mambo makubwa ambayo wewe umewaekea, iwapo wataachilia mapenzi yaliyo yao na kuruhusu mapenzi yako yatimie katika maisha yao. Na wale ambao Bwana, pengine katika hali moja ama nyingine tumefanya maamuzi, na maamuzi ambayo tuliyafanya yalikuwa ni maamuzi mabaya, tukaruhusu mapenzi yetu, Baba, tunatubu tukiomba ya kwamba, my God and my Father, we will go back to Gethsemane, which is a point of making decisions, and we will make the right decisions of choosing your will over our will. Twakushukuru Mungu wetu. Asante Bwana kwa sababu unatupatia neema. Hatutasita tena, tutachagua mapenzi yako. We will choose your will. Sometimes we have doubted your will, but this afternoon, Lord, we are saying yes to your will. We are saying yes to that calling that you are calling us, oh God. We are saying yes to your will over our families. We are saying yes to your will over our marriages. Sometimes katika ndoa zetu tumeng'ang'ana, tunataka kulipisha, lakini siku ya leo unatuambia kwamba mapenzi yako is that we forgive and we let go. This afternoon we are letting go of the pain, every hurt, Lord, every bitterness, every unforgiveness. Lord, we are choosing your will for us in the name of Jesus. Kama kanisa la ICC twasema ndio kwa mapenzi yako. Mahali ambapo unataka kutupeleka, we say yes because it is for our betterment, oh God. Twakuinua, twakushukuru maana wewe ni mwema. Tunakushangilia maana umenena pamoja na mioyo yetu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunasema amen and amen. Bwana akaweza kuwabariki. Tunaweza kuketi. Tamuuliza